Huyu bwana nyuma ya kamera hapo anaitwa Dr. Opio. Ni daktari na ni mshiriki wetu na ni master guide. Lakini niko na Dr. Pastor Ray Wankio. Nadhani mnamfahamu. Mama yeye hakubali kwa sababu anaweza kama anafahamiana. Basi tumeangalia afya zetu wote kwa pamoja. Na kila mmoja ameshaona afya yake. Kuna wale ambao wamepata sawa, kuna wale ambao ziko sawa lakini hazija balance, kuna wale ambao ziko tatizo. Japo bado haijapata changamoto yoyote haijajitokeza katika afya zao. Sasa tulichokipima hapa ni kitu kinachoitwa BMI. BMI ni wastani kati ya urefu na uzito. Ambacho kinachotafutwa hapa ni mafuta. Ndiyo yanayotafutwa kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo wataalamu wakasema, wataalamu wa afya wanapokuwa tunamuassess au tunapomwangalia afya za watu, tupime hiki kitu. Maana yake tunachukua nini? Tunachukua uzito wake alioupata, tunagawanya na urefu wake, tunapata wastani wa mafuta alionayo katika mwili. Lakini hatugawanyi hivi hivi, lazima kuna kahesabu huwa kanapigwa ili kuweza kupata. Mimi kwenye kompyuta yangu hapa ilikuwa kuna formula moja kwa moja, ndio maana unaiona nilikuwa naingia inakupigia moja kwa moja inakwambia. Lakini ukiwa hauna formula kama hii unafanyaje? Unachukua uzito wako ulioupata kama ni 80, unagawanya na urefu wako lakini ukiwa kwenye mita. Mfano, urefu tumeupima kwenye futi ni sentimita labda 150. Ili kupata mita inabidi tugawanye kwa 100. Kwa hiyo tunapata 1.5. Ndio tunapata mita. Lakini hii mita tunaiweka kwenye square. Square sasa maana yake unachukua yenyewe unazidisha kwa yenyewe. Kwa hiyo ukizidisha hapo tunapata kama ni 3 point kadhaa hivi. Kwa hiyo unachukua uzito unagawanya na urefu katika mita. Hiyo ndio unapata BMI. Basi kwa kitangulizi hiyo ndio kitu kinachoitwa BMI. Na kwa nini tupime BMI? Tunapima BMI kwa ajili ya kukadiria na kuangalia wastani wa mafuta yaliyo katika mwili wa binadamu ili kujua huyu mtu ananyemelewa na ugonjwa gani. Kumbuka tunapoangalia mafuta yamezidije, kilo zimezidije kwenye mwili, ukilingana wastani wa urefu, maana yake asilimia kubwa kinachokuwa kinatengenezwa, kinajijenga ni mafuta. Kwa wanaume yanajijenga tumboni na kutengeneza likitambi. Kwa mwanamke yeye sasa anakuwa anajaa kwenye hips na sehemu zingine za kifua na kadhalika, anajaa. Sema yani mama hili likipita kama malaika wa namna fulani anafurahi. Lakini kiuhalisia yanakuwa yamejaa nini? Mafuta. Na wengi tunafurahia tunapokuwa tumependeza kamwili kasuti. Ukipenda mbele ya watu wanasema safi. Lakini tumebeba mafuta kwa wingi. Sasa mambo gani ambayo huwa yanaangaliwa au riski gani ambayo anaweza kapata mtu ambaye uwiano wake unakuwa hauko sawa? Cha kwanza ni magonjwa yasiyoambukiza. Ndio maana tumeamua kuchukua hii semina leo na tumescreen watu wengi sana. Na wengi inaonekana 90% wana shida ambao wako kawaida, yani kati ya mmoja katika 10 mmoja ndio yuko kawaida. Kwanza pressure. Kwa nini pressure? Tunajua mafuta siku zote ndio chanzo kikuu kabisa cha pressure. Vyanzo vya pressure viko mambo makuu matatu ambayo tunayazungumza. Na kwa sababu wengine pressure ziko juu, naweza mkaelewa. Cha kwanza ni mafuta, cha pili ni sukari, cha tatu ni chumvi. Haya mambo matatu ndio yanayogusa zaidi kwenye habari ya pressure. Japo msongo wa mawazo, matatizo ya mwili ya mfumo, mfano kama vile mzunguko wa mfumo wa kubalance maji na damu kwenye mwili ambao unaitwa renini ambao kwenye figo. Lakini pia kuna matatizo ya kulisi, lakini pia kuna sigara, kuna mfumo wa maisha, unywaji wa pombe, lakini na mengine mengi kama magonjwa pia ya figo, ini yanaweza kusababisha. Lakini haya yanakuja ambayo wewe ulikuwa hautarajii. Lakini yapo ambayo yanakuja wewe ukiwa unatarajia na kiwezo uko unayatafuta. Sasa pressure tunapozungumzia habari ya mafuta. Mafuta yanayopatikana kwenye nini? Mafuta yanayopatikana kwenye chakula. Tunajua mafuta ambayo tunatakiwa tuyatumie ni yapi? Ni yale mafuta ambayo hayana rehemu. Si mnayafahamu? Unayajuaje?
Asubuhi ukiamka kama ni kwenye baridi au yamelala, asubuhi yamejitenga. Yapo yaliyoenda juu masafi, chini kuna yale meupe yaliyoganda. Hayo yanaenda kufanya hivyo hivyo kwenye mishipa yako ya damu. Na unapokuwa unatumia vyakula vya mafuta ukiwa umenenepa, pia kwenye mishipa ya damu pia inajijenga hivyo hivyo kama unavyoona kwenye chupa inavyojijenga. Sasa vyakula vya mafuta pia, mbali na yale tunayoweka kwenye chakula, vyakula vya mafuta navyo huwa ni tatizo. Ni kama nini? Ni kama nyama nyekundu ambayo tunapoila hiyo inakupa mafuta, inakupa sukari nyingi, inakupa na protini ambayo inakutengenezea uric acid. Mambo ya miguu na miguu inaanza kuwaka moto, kuuma, hasa kwenye kidole kigumba cha mguu wako na miguu yako ya chini. Mkono inakuwa inakakamaa, inakuwa inauma, inakuwa kama inawaka moto. Kichwa kinakuwa kinauma, ngozi inakuwa inawasha kwa sababu ya urea inakuwa ziko nyingi zaidi kwenye nini? Kwenye mwili wako. Habari ya mafuta hiyo. Lakini habari ya pili nikawaambia sukari. Sukari ambayo tunaweza tukaipata kwenye kuweka kwenye chai ambayo imetengenezwa kiwandani ni moja. Lazima tuibalance, tuweke kidogo. Lakini jambo la pili, sukari itokanayo na chakula. Nyama ina sukari nyingi sana nimewaambia. Kwa hiyo tukaushe nyama au ikiwezekana tuiache kabisa. Tutakuwa tumefanya hatua kubwa zaidi. Lakini kingine, kwenye vyakula vinavyokobolewa sukari ni nyingi mno. Hapa wachungaji leo nilikuwa nawapa seminar. Jamani, tuacheni, niko kwenye operation tokomeza ya kuacha vyakula vilivyokobolewa. Ngano tunapenda, chapati tunapenda, maandazi tunapenda na kila kitu. Ni hatari sana kwa sababu imekobolewa, ina sukari nyingi zaidi. Wali ni hatari zaidi kwenye mwili. Na akina mama mnaupenda pamoja na watoto. Sasa kwa akina baba, kwa sababu sisi mara nyingi huwa tunaonekana ndio wahanga wakubwa kwa sababu hatuna sehemu ya kuhifadhi sukari na mafuta, tunafuata kitambi. Nyinyi sasa mnaonekana kama mko sawa kwa sababu kuna mahali pengine pa kuhifadhia, lakini hamko salama. Kwa hiyo vitu vyote vilivyokobolewa, salama zaidi kwenye mwili wa binadamu ni nini? Ni chakula ambacho hakijakobolewa, hakijatolewa yale maganda. Maana yake hata ugali uliokobolewa ni tatizo. Huku nashukuru mnatumia mtama kwa mara huku. Haya. Lakini pia kama ni unga wa mhogo wenyewe sukari yake ni ndogo angalau. Ipo lakini ni kiasi kidogo. Lakini pia ugali wa mhindi usikoboe, saga tu kama ulivyo. Kwa hiyo usiseme kwamba nimeacha kutumia sukari ila nakula wali, ukasema umefanya nini? Bora ungekula tu, hakuna ulichokifanya. Kwa hiyo kama mtu ana shida ya sukari, vitu vyote vilivyokobolewa kwake ni sumu kabisa. Matunda pia yaliyoiva yakafika mpaka mkuu matamu, kwa mtu mwenye sukari ni tatizo. Tunamshauri mtu mwenye sukari atumie matango na maparachichi, karoti kwa ajili ya kumsaidia. Sisi tunaelewana hapo. Lakini kitu kingine kwenye sukari hapo tunashauri angalau mtu atumie mboga za majani kwa wingi kama mboga yake. Nyama nyeupe pia, kuku, samaki, sima wafahamu ni nyama nyeupe. Lakini ukila kuku kama mchemsho, toa kale kaganda ka juu. Usiunge ukasema hasa nisema kuku na samaki. Ndio kakaanga sasa pilau masala, na nini? Nani ameenda sokoni? Kuna maviungo mengi. Paka sijui kunaitwa sangweli, sijui manini, maviungo mengi. Ukadhani umefaulu. Kana yale yote yakiunganika na kutengenezea shida na sumu katika mwili. Kwa hiyo chakula unapokibadilishia rangi uweke maviungo mengi, yani ni tatizo. Hiyo ni habari ya sukari. Chumvi na sukari zinafanya kazi sawa. Zinafanyaje kazi sawa? Zinaenda kuyatoa maji yaliyoko ndani ya seli ili yatumike, inayatoa nje. Na damu inakuwa na maji mengi, kwa hiyo inakuwa inakimbia kwa kasi sana. Kwa hiyo msiweke chumvi chini. Msiungie chumvi chini. Mwache itokote, iive, lakini kwa kiasi kidogo. Na hapo sasa pasta tutakuwa tumewasaidia, maana ilikuwa tukiwaelewesha nyinyi akina mama hawaelewi, wanadhani wanaweka tu. Ila kwa sababu sasa hivi imeanza kula kote kote, inaweza ikawa rahisi. Na imekula kote kote siku nyingi, ila walikuwa hawana tabia ya kupima. Tunashukuru sasa kwa kuwa akina mama wameanza kuja kwenye mkutano. Sasa hiyo ndio maana tunapima habari ya BMI kwa ajili ya kuangalia magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo pressure. Pressure yenyewe inaweza kusababisha stroke. Inaweza kusababisha kitu inaitwa TIA. Inakupiga stroke kwa muda mfupi kabla masaa 24 hajaisha inakuachia. Lakini inaweza kukupiga jumla ukawa ni mlemavu au ile kusababishia kupoteza maisha kabisa. Inaweza ikapasua mishipa ya damu. Lakini pia inaweza kusababisha kutuna kwa mishipa ya damu sehemu yoyote, inaitwa aneurysm. Hiyo ndio maana tunapima hii kitu kinachoitwa BMI. Inaweza kusababishia kisukari, hata kisukari namba 2, inaitwa T type 2 diabetes. Unapokuwa na uzito mkubwa
kuna riski kubwa ya kuweza kupata. Kwanza, kwa nini sukari? Sukari kwa sababu kongosho huwa inaathirika zaidi inapokuwa imebanwa na mafuta. Mafuta yanatakiwa yawepo kwa kiasi fulani ili kukupa joto. Hivi unajua kazi ya mafuta kwenye mwili? Ikupe joto kwenye mwili na kulinda organi kama moyo na sehemu zingine, natakiwa angalau iwe na mafuta kulinda. Lakini na yanapozidi kuliko ile kiwango cha kawaida inakuwa ni tatizo. Yanalala kwenye mishipa ya damu, yanapunguza ule upana. Kama ilikuwa na upana huu, yakilala ndani kanakuwa kaa hivi. Sasa kumbuka kuna sehemu za mwili ambazo zinahitaji constant ya damu. Damu inayotakiwa iende kama ni kwenye moyo, kama ni kwenye sehemu zingine, kwenye kichwa na sehemu zingine kwenye mapafu. Iwe kama ni lita moja, ni moja hiyo hiyo kwa kila pigo. Hata mishipa ikipungua, italazimika moyo usukume kwa nini? Kwa nguvu ili kufikisha kwa haraka pale. Mfano mzuri ni kwamba nina gari ambayo ilikuwa ina uwezo kubeba matofali 100 kwenye kila trip kwa kila dakika. Lakini sasa imeharibika hiyo gari, nimechukua pikipiki. Kwa hiyo lazimika ili kusudi mwenye kiwanja asilalamikie, niongeze spidi ya pikipiki au niamke asubuhi sana, nianze kusomba mpaka anakuja kukagua, akute nini? Matofali yake yameshakamilika ili tusilalamikiane. Kwa hiyo ndicho kinachoongezeka. Kwa hiyo kinachobeba kinapungua. Kwa hiyo lazimika moyo uongeze kasi na damu ikimbie kwa kasi ili kuwahi ubongo usipate shida mtu akafariki. Kwa hiyo mnanielewa hii habari. Kwa hiyo ndio maana leo tunapima kitu kinachoitwa BMI. BMI ni wastani wa urefu na uzito tunapogawanya kuangalia idadi au wastani wa mafuta katika mwili wa binadamu. Lakini kuna mazingira ambayo yanatuzuia sisi kuweza kupima hii. Mfano, mtu anayefanya mazoezi ambaye ananyanyua vyuma wale, huwa hatupimi BMI kwa sababu unakuta sio mafuta ila ni misuli ndio jazana. Lakini kuna watoto wadogo, hata kama wale mnene vipi, hatuwezi kumpima BMI hivi. Watoto wadogo na wale ambao wana balehe hatuwezi kuwapima. Lakini kuna wengine wazee sana ambao unakuta wana magonjwa mengi ambayo ameshajazana miaka 60 sana kuendelea. Unaweza ukadhani yuko kwenye malnutrition, maana yake kwenye utapiamlo, kumbe ni sukari imempiga. Japo na yeye inaweza kumsababisha nini? Utapiamlo. Na watu wenye magonjwa sugu sometimes tunaacha kupima au mambo ya kansa na mambo mengine haya. Mara nyingi hatupimi BMI. Lakini kwenye wengine wanaobaki tunawapima BMI. Ukiwa uko vizuri ili tukusaidie kukuambia kanyaga vizuri. Yaani mwili wako uko sawa, huna magonjwa yoyote, tunakwambia bana kanyaga vizuri. Hapo muda sio mrefu sukari itakuja. Kanyaga vizuri, pressure itakukamata. Kanyaga vizuri ili iwe hivi. Na mara nyingi unapoangalia BMI na wastani wa mafuta huwa havipishani, yale yale. Hata unapoenda kupima serum cholesterol unakuta angalau vinaendana hivyo hivyo kile kipimo cha serum cholesterol. Lakini sasa kuna kile kiwango cha kawaida cha BMI. Inapokuwa iko chini ya 18.5. Unapopima ukaambiwa 18.5. Kila mmoja hapa nimemwambia ya kwake. Kuna mwingine nimemwambia 22, kuna mwingine nimemwambia 30, kuna mwingine nimemwambia 25, kuna mwingine kila mtu amejua ya kwake, amesikia. Nitakukumbusha. Tena ni vyema au basi tutakukumbusha baadaye kidogo tukimaliza kipindi. Sasa yule ambaye ataambiwa yuko chini ya 18.5 hapa hayupo. Huyo yuko chini na tunasema ni malnutrition, yupo kwenye utapiamlo. Kwa hiyo huyu anahitajika aongezewe lishe, ikiwezekana atengenezewe lishe maalum ili asipate shida. Maana atakapokuwa na utapiamlo, kwanza joto la mwili litakuwa liko chini kwa sababu mafuta yako chini. Atakuwa ana mapungufu ya vitamini. Atakuwa na upungufu wa kinga kwa sababu unapokuwa kinga tuseme mwili uko chini, BMI au wastani una utapiamlo. Hata katoto kanapokuwa na utapiamlo unakaona. Magonjwa kanaga yanashambuliwa sana, kamekonda, kamezoofika, ngozi imejikunja. Hata mtu mzima anakuwa hivi. Hapa tunao kama wawili nimewapata hapa kwenye semina. Ukiwauliza hao wanawaambia bwana kuna siku nilikojoa sana naanguka chini. Umeona watu kama hao. Kwa hiyo usiseme kwamba mtu mzima hana utapiamlo, anao. Lakini pia kuna ile kawaida. Kawaida inatakiwa ianzie ngapi? 18.5 mpaka 24.9. 18.5 mpaka 24.9. Hiyo ni kawaida. Ikianza 25 mpaka 30 au tuseme 29.9, hiyo inaitwa overweight. Overweight maana yake ni ule uzito uliopita kiasi.
bado hujafika kwenye unene. Ile tunazungumza ni uzito uliozidi kupita kiasi. Lakini itakapofika kwenye 30 mpaka 34.9 tunaenda kwa range ya 5.5. Ikifika hapa, hii tunasema ni obesity class 1. Maana yake ni unene uliopitiliza, ila sehemu ya kwanza. Itakapoongezeka tena nyingine kuanzia 35 mpaka 40 ni unene uliopitiliza sehemu ya pili. Hapa ukiangalia kwenye mashine ya kupima kama pastor alivyokuwa anaonesha, kama mliona, huyu ambaye yuko kwenye class 1 anaonekana bado yuko kwenye kanjano, yani ni indicator kataa kanamwashia baba, bwana chukua hatua haraka. Hata huyu kwenye uzito uliopitiliza bado yuko kwenye indicator. Ili ikifika class 2 ni nyekundu. Muda wowote anaweza kupata yale matatizo ambayo niwaambia, hata kama pressure iko sawa. Kuna watu hapa nimewapima iko hapo. Kwa hiyo tuelewe kabisa, muda wote kinaweza kutokea chochote. Tunasema mtu alikuwa anatembea tu kwenye moto hapo, amemloga mama, yani amenunua trekta jana. Kama ni watu wabaya, hajalogwa na mtu yoyote. Kumbe ni mtu wewe mwenyewe umeamua kufanyaje? Umejiroga. Juzi nilikuwa nilikuwa tunaendesha siku 10 za maombi kanisa la Kamnyonge. Tulikuwa na program pia ya upimaji kabisa na sukari na nini tukapima. Kuna mama mmoja ambaye hata hakuwa mshiriki. Alipigwa stroke. Aliposikia napima pale, wakati hajajua ni kitu gani hiki, ndio akaja. Yule mama tukaja kumuokoa pale. Walikuwa wengi, waliokuwa na hali mbaya alikuwa ni 2, ila mmoja alifariki. Ni juzi tu hapa, siku 10 za maombi juzi tu hapa. Kwa hiyo muone haya mambo yalivyo na changamoto. Baada ya hapo tukamuunganisha na daktari bingwa, aenda kupata msaada. Mpaka yule mama anaendelea vizuri. Alikuwa ni Muislamu. Huenda labda mpaka leo akawa ameshakuwa muumini mzuri, hata kuimba kwaya mzuri mpaka sasa. Kwa hiyo muone haya mambo yalivyokuwa na changamoto. Lakini obesity class 2 sasa ndio hilo nilowaambia, kuanzia 35 mpaka 39.9 au 40. Hapa sasa lolote lile linaweza likafanyaje? Linaweza likatokea. Lakini kuna obesity class 3 40 na kuendelea, ambayo sasa hili mpaka kufika hapa ujue tayari kimeshaleta changamoto ya kutosha. Nadhani baada ya kusema hayo kwenye habari ya upimaji wa BMI pamoja na pressure na kisukari, nimepita kwa haraka kwa sababu ya muda. Nimepita kwa haraka. Kuna mtu amepata swali? Sasa ambaye anatamani kujua haya yameandikwa kwenye kitabu hiki. Kinauzwa 10,000. 10,000 yako inakusaidia kujua mambo mengi. Ni elimu. Watu wamepoteza miaka yao 5 hapa. Wako darasani na internship wa 6, jumlisha na uzoefu wa miaka karibia 40. Mfano Dr. Kabele na karibia kustaafu, ameweka uzoefu wake hapa kwa 10,000 yako. Lakini miongozo ya kanisa yenyewe inajulikana, lakini kuna mambo ya mirathi. Naachaje urithi kwa watoto? Na mambo ya kisheria yameandikwa huko ili kuwasaidia badala ya kupoteza hela kwa ajili ya mwanasheria. Kwa hiyo Bwana wabariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Nadhani baada ya hapo tuwaombee sasa, halafu mwafate waheshimiwa, naona wamesharuhusiwa kutoka. Baba yetu na Mungu wetu, na kushukuru sana kwa fursa hii. Baba, kuna wengine ambao wamepimwa katika vipimo hivi vya BMI wako vizuri, lakini kuna wengine pia ndo hivyo. Mashauri haya ruhusu yakatumike na yakalete mafanikio katika maisha ya watoto wako. Wabariki katika afya kuanzia leo na kuendelea. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu, amina. Amen. Niwatajie kila mmoja sasa akalili haraka haraka.